bahati nzuri Umar radhiyallahu anhu dadake akasilimu. Dadake naye ni Fatima binti al-Khattab, na Fatima binti al-Khattab mume wake ni Said ibn Zaid, ni moja katika 10 al-mubashirin bil janna. Aliposilimu na Said ibn Zaid na Umar ibn Khattab, they are first cousins, abna Umar. Sasa Fatima binti al-Khattab aliolewa na Said ibn Zaid. Said akawa Muislamu na Fatima akawa Muislamu, wakawa wanafundishwa Qur'an na Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu anhum ajma'in. Na Khabbab alikuwa ni katika watu ambao waliosilimu sana. Katika darasa za nyuma niliwahi kuzungumzia kisa ya Khabbab na namna alivyoteswa. Huyu Khabbab alikuwa yajua Qur'an, akawa yawafundisha Qur'ani nyumbani. Sasa siku moja Umar, ile picha ya Abdullah Laila binti Hathama, au na mwanamke yotoka, watu wanasafiri, watu wanaacha Makkah. Sasa he was thinking, who is responsible? Nani ndo amekuwa sababu ya watu kuteswa Makkah? Nani amekuwa sababu ya watu kukimbia Makkah? Who's the reason? Alipofikiria akasema si mwingine ni Muhammad. Asema shida yote ni huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asema wacha niende nikamue. Ingekuwa Muhammad hajakuja na dini hii mpya sallallahu alaihi wasallam, ingekuwa hajakuja na dini hii mpya, watu hawangepata shida. Lakini mpaka sasa watu wanaacha Makkah, watu wanasafiri, watu wanateswa, Makkah imebadilika, chuki kila mahali. Nani ndio shida? Shida si ni huyu, wacha nikamue. Sasa akafunga safari, au akatoka nyumbani afwan, na ili hali amebeba upanga, ameitoa katika kuna kitu utio upanga, sio? Ameitoa akitembea nayo. Katika hali kama hiyo akafika katika Safa. Alipofika pale akakutana na Nuaim ibn Abdullah an-Naham al-Adawi. Huyu Nuaim alikuwa ni Muislamu, lakini alikuwa kificha Uislamu wake. Na hapa nataka kutoa tambii. Saa zingine mtu akisilimu huenda akapata taabu. Ni katika hikma mtu kuficha Uislamu wake. Sawa iwe zama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sawa iwe zama hii. Ikiwa kuna maslaha mtu kuficha Uislamu wake afiche, hasatan ikiwa ni mtu dhaifu. Sasa huyu Nuaim ibn Abdullah al-Adawi, kabila moja na Umar ibn Khattab, akamuona Umar amebeba upanga, akamwambia aina turidi ya Umar, wewe waelekea wapi? Akasema uridu Muhammadan hadha as-sabi, mimi namtaka huyu Muhammad, huyu ambaye ameacha dini ya baba zake, alladhi farraqa amra Quraysh, huyu ambaye ameleta furqanu, akawafanya Quraysh watete, wasafa ahlamaha, na akafanya watu wawe wajinga, waaba dinaha, akatia aibu dini ya Quraysh na kusema kwamba tuabudu masanamu, wasabba alihatana, akatukana miungu yetu, faaqtulhu, nataka kumua. Sasa Nuaim akaogopea Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamdivert. Faqala lahu Nuaim, wallahi laqad gharratka nafsuka ya Umar, nafsi yako imekudanganya wewe. Atara bani Abd Manaf wa bani Zuhra tarikik tamshi ala al-ard wa qad qatalta Muhammad, wewe unafikiri familia ya Muhammad, kabila yake, ukimuua wafikiri watakuacha wewe? How do you reason? Wafikiria namna gani? Wewe nenda kamue, lakini wafikiri familia yake atakuacha, na wao pia watakuua. Na hivi ndio ilivyokuwa structure ya jahiliya, kabila. Kisha alipomwambia hivyo akamsimamisha. Umar akashtuka, akajua kwamba hapa sivyo. Kisha akamwendelea kumdivert, akamwambia afala tarji'u ila ahli baytika fatuqima amrahum, kwa nini uenda kwa Muhammad? Si uanze nyumbani kwenu
urekebishe nyumbani kwenu. Kwa nini uanza na wanje? Nyumbani kwenu tayari mambo yameharibika. Umar akashtuka, qala wa ay ahli baiti, nani katika familia yangu ambayo waona ameacha dini? Qala ukhtuka Fatima, dadako Fatima, wa zawjuha Sa'id ibn Zaid qad wallahi aslama, na mume wake Sa'id ibn Zaid wote wamekuwa waislamu. Watabi'a Muhammadan ala dini, na wamemfuata Muhammad katika dini yake. Wataraka dinaka alladhi anta alayhi, na wameacha dini yako ambayo uliokuwa ndani. Farji ila ahli baitik fa aqim amrak, wewe rudi kwenu mwanzo urekebishe kwenu. Sasa Naim amejaribu kumwokoa Mtume sallallahu, lakini amemletea taabu nani? Amemletea taabu Fatima. Umar mbio akaenda mpaka kwa nyumba ya dadake. Sasa dadake Fatima na pia Said walikuwa wakisomeshwa Qur'an na Khabbab ibn Arat. Kawaida alikuwa akija kuwasomesha Qur'an na kuwafundisha Qur'an. Mume na mke wanafundishwa Qur'an. Na Said leo kama wewe nyumbani kwako hujui Qur'an, mke wako hajui Qur'an, duksi Qur'an si watoto wadogo. Hata wewe pia kama hujui Qur'an soma na usomeshe. Just 6 months upate foundation usome Qur'an. Hasa Said na Fatima na Khabbab wote watatu wako ndani ya nyumba. Mara wakasikia sauti ya Umar. Khabbab mwanzo yeye ndo wa kwanza akajificha nyuma ya pazia. Fatima akachukua ile msahafu akaificha chini ya miguu yake kwa mapaja. Kuna nini? Hali kama hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa yuko katika Dar al-Arqam bin Abi al-Arqam. Na Mtume sallallahu alikuwa yuko huko pamoja na masahaba wakijificha. Na Khabbab alikuwa akiwafundisha suratu Taha. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hawaleti watu wote pamoja. Kuna watu wanafundisha Qur'ani kisha anawadisperse ili wasionekane. Anaambia wewe nenda katika ile nyumba fundisha hii sura, fundisha hii Qur'ani. Hali kama hiyo waliposikia sauti ya Umar, Khabbab chake akajificha na Fatima akaficha msahafu chini ya miguu yake, chini ya mapaja yake afwa. Sasa lakini Umar alisikia sauti ya Qur'an. Alipoingia akawauliza, ma'ada hadithan tahaddathnahu bainana fala'allakuma qad sabawtuma afwan. Mbona mlikuwa mzungumza mambo ya kustaajabisha? Nafikiri nyinyi pia mumeacha dini ya wazee wenu. Kisha Said akaona ni fursa mfanyie da'wa. Akamwambia ya Umar, Umar, araita in kana alhaq fi ghairi dinik, wewe waona kwamba haki iko katika dini ya mtu mwingine, dini nyingine tofauti na dini yako, sio? Si unaona hivyo? Umar kwa hasira akawa ameconfirm kwamba huyu amekuwa Muislamu. Bila kujua, fadharaba Sa'id ibn Zaid darbatan shadida fasaqat, akampiga mpaka akaanguka Sa'id. Na Umar alikuwa ni jabari, ana nguvu mashaallah. Fatima alipoona mume wake yapigwa, mbio akainuka akaanza kumtetea mume wake. Alipoinuka nini ikaonekana? Qur'ani ikaonekana. Lakini yeye akasahau mambo ya Qur'ani, kuficha Qur'ani. Yeye sasa ikawa hamu yake sasa ni kumsaidia mume wake asipigwe. Asema akainuka akamshika Umar, achana na mume wangu. Asema fadarabaha Umar fashajjaha hatta sala minha dam. Umar akampiga na kumpiga yeye pia mpaka akaanza kutoka damu. Sasa Umar alipoona dadake amempiga mpaka akaanza kutoka damu, falamma fa'ala Umar bihim dhalika qala lahu na'am qad aslamna. Sasa walipoona kwamba ashapigwa na huyu ameamua na ashajua, asema hakuna haja ya kuficha. Ambia naam, tumekuwa waislamu wa amanna billahi wa rasuli,
fasna' ma badalak. Tumemwamini Mwenyezi Mungu, tumemwamini mtume wake, do whatever you want. Fasna' ma badalak, fanya unachotaka. Falamma ra'a Umar alipoona bi ukhtihi min ad-dam nadima ala ma sana. Alipoona dadake yatokwa na damu, atokwa na damu nyingi kwa uso, yani kidogo akarudi nyuma. Na hii ndo hali ya mwanamume hafurahi kuona mwanamke anaumia. Hii ndo hali ya mu'min hafurahi. Unaona mwanamke ateseka, you feel sorry for mwanamke ni dhaifu. Lakini si eti kwamba ameumia na wewe unamuongezea. Akarudi nyuma, akatulia, wahadaat nafsuhu. Kisha akaona ile mswahafu. Faqala li ukhti a'tini hadhihi as-sahifa allati sami'tukum taqra'unaha anifa. Anzur ma hadha alladhi jaa bihi Muhammad. Akamwambia nipatie nisome hii message, ujumbe alikuja naye Muhammad. Wacha sasa tuache fujo, let me see, wacha niangalie. Na Umar al-Khattab radhiyallahu anhu alikuwa ni katika masahabi ambao walikuwa wachache ambao walikuwa wanajua kuandika na kusoma. Wengi katika Quraysh walikuwa hawajui kuandika na kusoma, very few. Akakataa. Fatima akasema no, sikupatii. Ya akhi innaka najisun ala shirkika wa innahu la yamassuha illa al-mutahharun. Kaambia la, sikupatii, nenda kaoge. Una najasa, go jisafishe uje. Sasa Umar amemudhi, amemsumbua dadake, amemtoa damu, akasikiza tu, kaenda kaoga. Faqama Umar faghtasala fa'atathu as-sahifa, kisha akaambia okay, chukua soma. Umar akasoma bismillahir rahmanir rahim, Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-ardha was-samawati al-ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Almuhim akaendelea kusoma mpaka aya ya 10. Faraqqa qalbu, kwa sababu Allah yuzungumzia Qur'an Taha. Mwenyezi Mungu ajua maana Taha. Ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa. Allah yosema hatujashukisha Qur'ani kwako ama kwenu ili mpate mateso. Qur'an haijakuja kuteso sisi kupata kuteso. Qur'an imekuja ni rahma kwetu. Qur'an imekuja kututatulia shida zetu. Qur'an haijakuja kutuongezea shida. Sasa maneno mazuri, Qur'an imekuja na khairi. Na hii ni ujumbe kwa walimu wanaofundisha Qur'ani watoto. Qur'an haijakuja adhabu na achapa watoto mpaka watoto wanachukia Qur'an. Qur'an imekuja ni rahma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akajalia roho yake kulainika. Hali kama hiyo akawa sasa yasema dulluni ala Muhammad, wacha nimwendee Muhammad ni kuwa Muislamu. Aliposikia Khabbab alikuwa nyuma ya pazia, watu wakipigwa nini, hakutoka. Aliposikia Umar asema nataka kuwa Muislamu, akatoka kwa pazia. Akasema abshir ya Umar, nakupa bishara, good news ya Umar. Fa inni wallahi la arju an yakuna Allah qad khassaka bi da'wati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi nafikiria dua aliomba mtume imekupata wewe sallallahu alaihi wasallam. Fa inni sami'tu wa huwa yaqul, mimi nilimsikia mtume akisema Allahumma izza al-islam bi Umar ibn Khattab wa bi Amr ibn Hisham. Nilimsikia Mwenyezi Mungu akisema ya Rabb, jalia Uislamu upate nusra na nguvu imma kupitia Umar ibn Khattab ama Amr ibn Hisham. Fa Allah ya Umar, nakuhusia Allah, nenda kuwa Muislamu. Nafikiri dua ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imekupata wewe, khairi imekupata wewe. Na hii ni darsa ya kwamba tupata funzo ya kwamba kuna watu wengine
wanapokuja katika Uislamu huwa ni khairi na baraka. Na ikiwa mtu twahisi ya kwamba Mwenyezi Mungu amempatia sifa za khairi, sifa ya kutoa fi sabilillah, sifa ya ushujaa, lazima tufanye bidii mtu huyu aingie katika Uislamu. Mkihisi mtu ana khairi, tieni dua Allah muongoze. Kuna mtu mmoja mimi natamani aingie katika Uislamu kando na watu wengine, na namuomba Allah ajalie aingie katika Uislamu. Katika mji wa Mombasa kuna mtu mmoja ambaye si Muislamu, lakini khairi anazozifanya sijaona mfano wake. Mtu huyu kwa siku yuatoa chakula kuwapatia maskini, watu ambao wanaofanya leba. Wajua tofauti na mtu kufanya kazi mwisho wa mwezi. Mtu anatoka kubahatisha kazi, anapata ama anakosa. Sasa wale ambao wanaokosa anawakusanya almost 3000 5000, anawapatia mkate na maziwa. Kama hukupata kazi pesa, lakini angalau urudi nyumbani umeshiba na una chakula peleka. Amefungua mahali ambapo watoto ambao wameumbwa tofauti. Kuna watoto ambao wanaitwa special needs. Utaona kichwa chao au macho yao au utaona mikono yao, ama watoto ni size yao, wameumbwa tofauti. Amefungua shule kuangalia watoto kama hao. Utamwona yeye na familia yake wanaenda sehemu ya reserves, wanabeba lori 2 3, moja ya maji na nyingine ya chakula, wanagawanya yeye na watoto wake na familia yake. Hakuna mtu mwingine, hakuna kamera za kuna kitu. Huyu ni mtu khairi, si mtu khairi jamani? Na huyu mtu ni mbaniani, si Muislamu. Kampuni ya Mombasa Cement, sijui kama mmesikia. Tuomba Allah muongoze katika Uislamu, na wote waliopotea Mwenyezi Mungu aongoze katika Uislamu, na sisi tuliongozwa katika Uislamu Allah tujalie tukufe katika Uislamu. Ya reit tungepata mtu kwenda kumfanyia da'wa mtu kama huyu. Je, huyu akisilimu si ni khairi ama si khairi? Khairi wallahi. Na mifano ni mingi. Hasa ukiona mtu ana sifa nzuri, itakuwa ni hasara. Khairi yote anafanya, lakini hakuna kitu inakubaliwa. Kwa nini? Allah yasema waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Ahibati fillah, Umar akapata dua ya Mtume sallallahu akaenda akamuuliza Khabbab, yuko wapi Muhammad sallallahu, nielekeze kwake. Walipofika akamwambia huwa fi dar al-Arqam na Abi al-Arqam bi asfali as-Safa. Katika Safa al-Marwa kule Safa chini kuna nyumba Dar al-Arqam ibn Abi al-Arqam, nenda hapo utampata. Na Mtume sallallahu alikuwa pale pamoja na baadhi ya masahaba, na ilikuwa almost few months ama wengine wanasema few years toka silimu Hamza. Sasa Hamza bin Abdul Muttalib alikuwa ndani. Walipokuwa pale akaanza kupiga mlango. فقام الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب فرآه متوشحا السيف. Akaona upanga wake bado uko vile vile. Umar alisahau, hakurudisha upanga wake. Sasa alipomwona Umar na amekuja na upanga na Umar wanamjua, watu wakaanza kuogopa. Kama tunavyosema kimeumana leo. Sasa Mtume sallallahu kauliza, Hamza alikuwa pale, sema malakum, what's wrong with you? Una nini? Qala Umar bin Khattab. Hakusema kitu nyingi, asema Umar. Asema Umar bin Khattab. Sasa watu waliposikia Umar wakazidi kupata hofu. Lakini Hamza asadullah akasema iftahu lahu albab, fungulieni mlango. Una shida gani? Fa in kana jaa yuridu khairan badalna lahu, ikiwa amekuja ataka khairi tutasimama naye. Wa in kana jaa yuridu sharran, ikiwa amekuja ataka shari qatalnahu bisayfi, tutampiga na kupitia hiyo upanga wake ndio tutamtia naye adabu. Wacha ingie. Lakini Mtume sallam
akasema la idhan lahu, wacha ingie ndani. Fafatahu lahu, akaingia ndani Umar. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda mpaka mbele yake. Asema fa akhadha bi majami'i thawbi. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na nguvu sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu alimpatia nguvu ya watu 30. Hata wanda sahaba walikuwa wakifanya wrestling walikuwa hawamshindi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akashika nguo zake akazikusanya na kumtikisa. Ma jaa bika ibn al-Khattab, nini kimekuleta hapa? Fa wallahi ma ara an tantahi hatta yunzil Allah bika qari'a, mimi naona wewe hutakoma mpaka upate adhabu. Mpaka lini wewe? Sasa Mtume sasa mazungumza naye na yomtikisa namna hii. Faqala ya Umar akasema ya Rasulullah, jitu liumina billahi wa rasuli. Allah sema ya Rasulullah, mimi sijakuja na vita hii, upanga wangu nilisahau tu kurudisha, lakini mimi nimekuja kumwamini Mwenyezi Mungu na mtume wake. Akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Wale ambao walikuwa jua Umar amekuja na shari wakashindwa kuamini. Kwa furaha fakabbar Allahu akbar, Allahu akbar, na ile nyumba ilikuwa ni siri, hakuna mtu yajua. Sasa ile furaha, takbira ikatoka nje. Imekuja visa tofauti tofauti kisa Umar namna alivyosilimu, lakini hii ndio kisa iliyokaribia kuwa sahihi kuliko zingine. Sasa Umar radhiallahu anhu akataka Uislamu wake ujulikane. Alikuwa yataka watu wajue kwamba shakuwa Muislamu, kama ilivyokuja katika Musnad Imam Ahmad na Ibn Hibban fi sahihi kwa Ibn Umar radhiallahu anhuma. Mtoto Umar al-Khattab ndio yatoa hii kisa. Umar aliposilimu alitaka habari julikane kwamba amekuwa Muislamu. Asema Abdullah ibn Umar mtoto wake radhiallahu anhuma, asema qala lamma aslama abi Umar radhiallahu anhu, aliposilimu babangu Umar ibn Khattab, lam ta'lam Quraysh biislam, wa Quraysh walikuwa hawajui kwamba amekuwa Muislamu. Naye Umar ibn Khattab alikuwa ataka kila mtu ajue kwamba amekuwa Muislamu. Faqala ayu Quraysh anqalu lilhadith, akaulizwa katika Quraysh mji huu wa Maka ni mtu gani ni mdaku, ukimwambia kitu habari itafika kila mahali. Nani ambaye nikimwambia kitu itafika kila mahali habari hiyo? Kwa sababu kuna watu masha Allah ukiwaambia kitu khalas, yani naturally. Qala qila lahu Jamil ibn Ma'mar al-Jumahi, ambia ukitaka habari yako yenee wewe nenda kwa Jamil. Akaenda usiku akamwendea Abdullah ibn Umar, asema nikamfuata babangu, atba'u athara, namfuata nyuma, anzur ma yaf'al, na mwangalie yafanya nini. Wa ana ghulam, na sasa I was a young boy, nilikuwa kijana mdogo. Wa aqilu kulla ma ra'ayt, na kila kitu naelewa, japokuwa nilikuwa mdogo nilikuwa naelewa kuna nini. Fa atahu, asema babangu akamjia Umar, faqala lahu Umar akamwambia ama alimta ya Jamil anni qad aslamtu wa dakhaltu fi dini Muhammad. Akamwambia Jamil, wewe huna habari mimi nimekuwa Muislamu na nimeingia katika dini ya Muhammad. Abdullah ibn Umar asema wallahi hatukujua alienuka saa ngapi. Qala fa wallahi ma raja'u hatta qama yajurru ridao, alipoona Umar ametoka asema hata hakukaa kungoja, alibeba nguo zake mbio akakimbia Makka, akaenda karibu na Kaaba. Asema babangu akataka kuona information, how fast is good at kufikisha information. Asema babangu akamfuata kwa nyuma, asema na mimi nikamfuata babangu. Sasa watatu wanafukuzana, lakini Jamil ndio yuko mbele, ile habari watakafikishe. Hali kama hiyo, hata idha qama ala bab almasjid, akasimama mbele ya Kaaba, sarakha bi'ala sauti, akatosa ya ma'shara Quraysh, akapiga fujo. Wahum fi andiyatihim hawla al-Kaaba, wamekaribiana wamezunguka katika Kaaba. Sasa watu wasema huu ni Jamil, kuna habari imekuja, wote wakamwangalia. Hali kama hiyo, Umar al-Khattab asema ala inna Umar bin Khattab qad saba. Umar bin Khattab ameacha dini yake, ameacha dini ya wazee wake, yani bimaana yeye si mtu mzuri.
Sasa Umar aliposikia hivyo akaona huyu hajafikisha information kisawa sawa, akasema kadhaba, amesema uongo. Kisha akasema kwa nini amesema uongo? Walakinni qad aslamtu, mimi nimekuwa Muislamu, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Watu waliposikia hivyo wote wakainuka kwa hasira, wakaanza kumpiga Umar bin Khattab. Wajua hata kama uko shujaa namna gani, sometimes the numbers become more, they defeat you. Akapigwa Umar kisasa, akainuka mzee mmoja. Kama nilivyoeleza, Makka ilikuwa ni kabila, family. Akaambiwa, masha'anukum, muna nini? Kwa nini mumpiga? Qalu saba Umar bin Khattab, ambaye amekuwa ameacha dini yake. Qala fama, achaneni naye. Rajulun ikhtara li nafsi amran famadha turidun, mtu amejichagulia yeye dini yake, mumtakia nini? What do you want from him? Kisha akawakatishiwa, akaambiwa aturiduna bani Adi bin Ka'b yuslimuna lakum sahibahum hakadha khallu 'an ar-rajul. Qala fatarakuhu, afikiri kabila yake watawaacha? Everyone who's responsible aliyempiga, akifa huyu mtu ajue kwamba naye pia atauawa, kwa sababu Makka ni kabila. Sasa watu waliposikia imekuja mambo ya kabila, kila mmoja akaacha. Hiyo ndo tabu aliyepata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Almuhim, wakaamua kumvamia, wakaamua kwenda nyumbani kwake na kumuua, lakini haikuwezekana. Hivyo yule mzee akaja akasema, ole wenu, mkimgusa kabila yake pia mjue nani watasimama naye. So ikiwa wajue wewe you are responsible na huogopi kabila yake, wewe nenda ufanye unavyotaka. Hivyo ndio ilivyokuwa hali ya kusilimu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kumalizia, Uislamu ulipata nguvu kupitia Umar bin Khattab. Aliposilimu Umar bin Khattab, badala ya kujificha, wakaamua kuswali sasa mbele ya Kaaba bila kuficha. Kila mmoja yadhihirisha Uislamu wake. Na ushahidi kwa katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud fi sahih al-Bukhari, asema ibn Athar Abdullah ibn Mas'ud asema, ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar bin Khattab, asema tulianza kupata nguvu sisi Waislamu pindi aliposilimu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kwa nini? Mtume sasa, Ibn Mas'ud asema katika athari nyingine, kana islamu Umar fatha, kusilimu kwa Umar ilikuwa ni fatha, Mwenyezi Mungu ametufungulia milango. Wa hijratu nusra, na alipofanya hijra kutoka Makka na Madina, yeye hakujificha. Tutakuja tazungumzia katika hijra, watu walijificha kukimbia Makka kwenda Madina. Yeye alienda akafanya tawaf na sa'i, akasimama mbele ya al-Kaaba akasema, yule mtu ambaye anataka watoto wake wawe mayatima anifuate. Hakuficha, akaenda. Hii ndo hali ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisha akasema, wallahi mastata'na, wallahi hatukuweza, an nusalli hawla albayt dhahirin, hatukuweza kuswali mbele ya al-Kaaba hatta aslama Umar, mpaka aliposilimu Umar. Kwa hivyo dua ya Mtume sallam ilikubalika, Umar amekuwa Muislamu na Mwenyezi Mungu akamtumia ikawa sababu ya kupata izza. Insha Allah katika darasa inayokuja tutazungumzia Quraysh walipoona kwamba Umar amekuwa Muislamu, sasa wakaona wabadilishe tactic, kwa sababu wameona Waislamu wanazidi na wamepata nguvu, na sasa hawaogopi, wanaswali mbele ya al-Kaaba. Wakaamua sasa waelewane na Mtume sallam. They want to come to an understanding, waelewane. Katika darasa inayokuja insha Allah tutaangalia Quraysh walitumia mbinu gani kujaribu kumvuta Mtume sallam aache Uislamu. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilayna aliman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna alkufra walfusuq walisyan waj'alna min arrashidin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi, ahsantum wa jazakumullahu khairan.